نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ahibati fillah, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema na amani Mtume sallallahu alayhi wasallam, hatuna budi kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa neema nyingi ambazo kwamba yeye Jalla Jalaluhu ametupatia. Na ikiwa miongoni mwa neema hizo ni neema ya sisi kuwa Waislamu, na mwenzetu kabla yetu Mwenyezi Mungu akamuongoza akawa ni mwenye kuingia katika dini yetu ya Kiislamu. Katika khutba ambayo kwamba imepita, ahibati fillah, tulielezea namna ya roho ya mtu ambaye kwamba ni muumini inavyotolewa na namna roho ya mtu ambaye kwamba ni fasik au fajir inavyotolewa, na tukaeleza kifasaha zile process ambazo kwamba zinafanyika mtu akiwa anatolewa roho yake. Sakaratul maut ndio jambo ambalo kwamba sisi tunaogopa kuzungumzia, uchungu ambao kwamba unakuja wakati mtu anatolewa roho yake, imma huyo mtu awe ni mu'min au awe ni fasik. Anasema Hasan al-Basri rahimahullah, انظروا إلى حال الحسن البصري رحمه الله لما دخل على مريض يعوده. Hasan al-Basri alienda kumwangalia mgonjwa, fawajadahu fi sakaratil maut, akampata yule mgonjwa ikiwa roho yake inatolewa, akampata katika hali ambayo kwamba roho yake inatolewa. Fanadhara ila karbihi, akaangalia Hasan al-Basri ile hali ambayo kwamba alikuwa nayo yule ambaye kwamba roho yake inatolewa, wa shiddati ma nazala bihi, na ile shida ambayo kwamba anapata katika kupumua na mpaka ile roho kutoka. Faraja ila ahli, akarudi nyumbani kwake Hasan al-Basri bighairi al-lawn alladhi kharaja minhu, akarudi nyumbani akiwa yuko tofauti na vile ambavyo kwamba alitoka. Watu wake wakamuita wakamwambia, at-ta'amu yarhamuka Allah, Hasan al-Basri, njoo ule imefika wakati wa kula. Akasema, ya ahlahu, enyi watu wangu, alaikum bi ta'amikum wa sharabikum, nyinyi kaeni na chakula chenu na kaeni na kinywaji chenu. Fa wallahi laqad ra'aita masri'an la azalu a'malu lahu hatta alqah, nyinyi endeleeni kula chakula chenu, kwa sababu mimi nimeona mambo ambayo kwamba siwezi mimi kuyaeleza, na mambo hayo mpaka niyafanyie kazi. Hiyo hali ambayo kwamba mimi nimeiona ni hali ambayo kwamba mimi mpaka niwe tayari nijiandae na huo muda. Faqad akhrajahu al-Bukhari, na Bukhari amepokea katika hadithi ambayo kwamba imepokelewa na Aisha radhiallahu anha. Angalia wakati mtume wetu
salawatu rabbi wa salamuhu alayhi alipokuwa anafariki. Mtume wetu salawatu rabbi wa salamuhu alayhi alipokuwa anafariki, historia fupi, alipewa chakula ambacho kwamba kina sumu, kisha madhara yake yakajitokeza baadaye. Akawa Mtume sallallahu alayhi wasallam anaumwa. Aisha radhiallahu anha akasema, inna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam kana baina yadayhi rakwa. Wakati Mtume salawatu rabbi wa salamuhu alayhi alipokuwa anaumwa na ugonjwa umemzidia, kulikuwa na chombo ambacho kwamba kilikuwa kando yake. Chombo hicho kilikuwa na maji. Faja'ala yudkhilu yadahu fil ma'i fayamsahu biha wajhahu. Akawa Mtume sallallahu alayhi wasallam anaingiza mkono wake katika yale maji ambayo kwamba iko katika chombo, kisha anajipangusa nayo katika uso wake, kwa ile shida na ile hali ambayo kwamba yeye alikuwa anapitia, huku akisema la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, inna lilmauti sakarat. Huku akisema la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, inna lilmauti sakarat. Hakika mauti yana uchungu, hakika mauti yana uchungu, hakika mauti yana uchungu. Huyu ni mtume ambaye kwamba ni kiumbe bora, mtume ambaye kwamba ni bora, mtume ambaye kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kila jambo ambalo kwamba limefanyika kwake likawa ni jambo bora. Na hii ndio hali ambayo kwamba yeye anapitia wakati wa kuondoka kwake. Anasema Aisha katika riwaya nyingine, mata Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, alikufa Mtume salawatu rabbi wa salamuhu alayhi, wa innahu baina haqinati wa dhaqinati. Akiwa yeye salawatu rabbi wa salamuhu alayhi ako baina ya kifua changu na chini yangu, katika hapa mahali pawili. Akasema fala akrahu shiddatal maut li ahadin ba'da rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Nisingependa mimi kuona mtu akiwa katika hali ya mauti na anapofariki kama nilivyomuona mtume wetu salawatu rabbi wa salamuhu alayhi alivyokuwa yeye na hali ngumu wakati wa kufa kwake. Kwa hivyo hali ya mtu kuwa na sakarati, kwa wale ambao kwamba tumewazika watu wetu, tumeona ni hali ambayo kwamba ni ngumu, imma kwa mtu ambaye kwamba ni mu'min au kwa mtu ambaye kwamba ni fasik. Anasema mshairi, huwa almautu ma fihi lilmar'i hila. Hakika mauti haiangalii wala sababu yake haimchukui mtu kwa hila yake, haimchukui mtu kwa sababu yeye ni mgonjwa au yeye ni mzee. Yusibu alfata saghurahu walkahula, inampata yoyote, wadogo na wale wakubwa. Tutariduhu alayamu hatta tudnihi, mauti inakudanganya mpaka inakufikia, inakuacha wewe unajisahau mpaka siku yako inafika. Watusqihi ka'san marratan maqtulatan, alafu ikija inakuchukua mara moja haraka haraka. Ala innama dunya kadhillin zailin, hakika ya dunia ni kama kivuli hakirudi. Yu'jibuka haynan thumma yamdhi qalila, yu'jibuka haynan thumma yamdhi qalila. Famal malu wal ahluna illa wadi'atun. Anauliza mshairi, mali ni nini, watu ni nini, isipokuwa hii yote ni hadia kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wala budda yawman an tarudda alwadi'a, na hauna budi, iko siku ambayo kwamba wewe utarudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tara almar'a jama'a ma la yastafidu, utaona watu wanakusanya mambo ambayo kwamba hayawasaidii.
wanapigana kwa mambo ambayo kwamba watayaacha. Wayalhu walqalbul mauti yatruqu baba, wanacheza na wakifanya ujinga katika maisha yao mpaka mauti itakapowagongea mlango. Fayusbihu qad alqawhu fi turabi mulqan, alafu wanaamka asubuhi wanatayarishiwa mahali pa wao kwenda kuzikwa. Wa awshahul ahbabu wantala'at sihabu, alafu wanaagana yeye na watu wake ambao kwamba alikuwa akiwapenda, wanaachana uhusiano na katika. Baba anamwacha mtoto wake, mke anamwacha bwanake, huyu anaenda kuanza maisha mengine na hawa wanaendelea na maisha yao. Sakaratuhu tudmil fuada kaannahu, sakarat, ule uchungu ambao kwamba anaupata yule ambaye kwamba anakufa. Tudmil fuada kaannahu, inamshika kana kwamba sharabun murrun. Nataka haya maneno tutafsiri pamoja. Mshairi anajaribu kuonyesha sakarat, mtu anaposhikwa na ile sakaratul maut. Akasema sakaratuhu tudmil fuada kaannahu, kutolewa kwake na ule uchungu ambao kwamba yeye anapata katika kifua chake ni mfano. Akatoa mfano huu hapa, sharabun murrun fil huluqi thaqila, ni kama mtu kula chakula ambacho kwamba ni chakula ambacho kwamba sio kitamu, alafu kikamshika katika koo yake, kana na kwamba ni chakula cha uchungu, alafu kikakaa katika koo yake. Tara al-ahla hawla jismin yabkuna ajzahum, yasema utawaona mandugu zake na familia zake na marafiki zake wanamzunguka yule ambaye kwamba amefariki. Wa huwa lisami'i da'awati ghairu mujibu, na yule alafariki anasikia yale yote ambayo kwamba mnaongea, lakini yeye haezi kujibu, haezi kuambia lolote. Yunaduna, watu wanasema ya mafqudana la tufariq, ewe ndugu yetu usituache. Wale wanaozunguka wanasema faqad ghalabat sakaratuhu wa sukubi, lakini imefika wakati wake na roho yake inatolewa. تتابعت الأنفاس حتى كأنه يجرع بحرا. تتابعت الأنفاس حتى كأنه. أحبتي في الله, hii ni hali ambayo kwamba kila mmoja ataenda kuipitia, na mambo ambayo kwamba walikuwa wakijitayarisha nayo waliokuwa kabla yetu ni tofauti sana na vile ambavyo kwamba sisi tunajiandaa nayo. Na mifano ambayo kwamba inapigwa hibati fillah ni mifano ambayo kwamba ni mizito. Na mshairi ametoa mpaka mfano, anaeleza vile ambavyo kwamba anasikia yule ambaye kwamba roho yake inatolewa. Anasema yule anayetolewa tatabaatil anfasu, anapata shida katika kuvuta pumzi yake, anapata shida katika kupumua yeye wakati ile roho yake inatolewa. Kisha akatoa mfano, akasema mfano wake ni kama mfano wa mtu ambaye kwamba ameogelea baharini kisha akafa katika hali ya kunywa maji ya chumvi. Akafa katika hali ya kwamba yeye ameogelea maji yakamshinda, alafu akawa anakunywa yale maji, anajaribu kuvuta pumzi, anakunywa maji. Kwa hivyo hii ndio hali ambayo kwamba yule ambaye kwamba anafariki anaipitia. Fama hay'a
illa lahdatan thumma yuhmal. Anasema mshairi, hakuna lolote isipokuwa ni roho kutolewa mara moja, alafu ala na'shihi wan nasu yabkuna haula, amewekwa watu wanamzunguka huku wakilia. Fayutrahu fil lahdi wa yunsa kaannahu, kisha atawekwa katika kaburi, wa yunsa kaannahu, na watu watamsahau kana kwamba ma kana dhu ahlin wa ma kana dhu sawla. Huyu watu watamsahau kana kwamba hakuwa na watu, ni kana kwamba yeye hakuwa na sisi. Tushamzika na maisha yanaendelea kama kawaida. Tunamzika na kana kwamba yeye hakuwahi kuishi katika dunia. Aya nafsu kufi an ghururin wa tami'in, ewe nafsi jiandae wewe hiyo siku ambayo kwamba utaingia katika kaburi. Alafu anasema fama ba'da hadha as-sayru illa nuzuluhu, na hakuna ambacho kwamba sisi tunafanya katika dunia isipokuwa ni kupita. Hii barabara ambayo kwamba tuko nayo ya kuishi ni barabara ya kupita. Hakuna isipokuwa sisi ni kama watu ambao kwamba wanapita. Watusqa ka'sal mauti sarfan wahda wa yuqfa alayka alhisabu wa su'alu, kisha mauti na kufikia na unazikwa peke yako, kisha unaenda kuulizwa na unafanyiwa hesabu peke yako. Faya laita shi'ri hal najautu birahmatin, laiti mimi, labda mimi Mwenyezi Mungu sijui atanisamehe kwa rehema yake. Amma annani fil qabri ulaqi thaqila, ama mimi kwa kaburi nitafanyiwa uzito na mambo yangu yatakuwa ni magumu. Ahibati fillah, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika Qur'an, walau tara idh adh-dhalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al-yawma tujzauna 'adhabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghayra al-haqq. Mwenyezi Mungu anasema lau kama nyinyi mungeona wale ambao kwamba ni madhalim fi ghamaratil maut, wakati roho zao zinatoka, wal malaikatu basitu aydihim, malaika wanakuja wanawanyoshea vidole, wanawaambia akhriju anfusakum, zitoeni nyoyo zao, al-yawma tujzauna adhabal hun, leo mtapata adhabu kali, bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairi alhaq, kwa yale ambayo kwamba mlikuwa mkiyafanya kwa kibri, kwa yale mambo yote ambayo kwamba mlikuwa mkiambiwa mkiyakataa, wa bima kuntum tufsidun, na kwa ufisadi ambao kwamba nyinyi mmeufanya katika ulimwengu. Anasema Hasan al-Basri rahimahullah, ittaqillaha ya ibn adam, ewe mwanadamu mche Mwenyezi Mungu. La yajtama'u alayka khaslatan, mambo mawili au hali mbili isikupate katika maisha yako. Sakratul maut wa hasratul faut, isikupate wewe uchungu wa kufariki ya sakarat, na isikupate wewe hasara ya kwamba umeikosa pepo yako. Mambo haya mawili hakikisha wewe binadamu hayatakupata. Mwenyezi Mungu anasema katika roho za wale ambao kwamba ni madhalim zinapotolewa katika sifa zao, anasema fakaifa idha tawaffatuhumul malaika yadribuna wujuhahum wa adbarahum, wale ambao kwamba ni madhalim tawaffatuhumul malaika, wanapokufa yadribuna wujuhahum wa adbarahum, malaika wanawapiga nyuso zao na wanawapiga katika sehemu yao ya migongo. Sababu ni nini? Dhalika biannahum ittaba'u ma askhata Allah, kwa sababu ya wao walifanya yale ambayo kama Mwenyezi Mungu alikuwa yanamchukiza. Wakarihu ridwana, na wakakataa yale ambayo kwamba yalikuwa yakimridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah.
الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. أنا سمع مشاعري إلى كم وأنت تعد سنين. Lini wewe mwanadamu utakaa kila mwaka unahesabu miaka yako, unasherehekea birthday, unasema sahi niko miaka 32, my 32nd birthday, watu wanasherehekea. Wa tansal maniyata hatta tabina, katika hali yako ya kuhesabu miaka yako ukasahau kuna kifo mpaka kikakufikia. Wa tadhahaku malhufan bighairi sabilin, na ukawa unaishi na kucheka kijinga jinga. Kaannaka qad uminta alla takuna watalhu watal'abu fi ghaflatin, na ukawa na ujinga mwingi na ukaishi katika ghafla. Kaannaka qad uminta alkhuluda, kana kwamba wewe umeandikiwa utaishi milele. Ama tatafakkaru fil qabri yawman, je, wewe haufikirii katika siku moja ndani ya kaburi yako? Waqad ja'aluka hasidan, wao wamekufunga na wakakuweka ndani ya kaburi. Wasayuhmiluka jismuka ba'da almamati, na watu watabeba mwili wako ala alakfani ahbabika almarhuba, katika watabeba watu mwili wako katika janaza katika migongo yako, na wote hawa ni marafiki zako. Wayudha'u fika ila turabi wahdak, kisha watakuweka katika mchanga peke yako. Fala unsa yati wala qalba habiba, hakuna mtu ambaye kwamba atakuja, wala hakuna yeyote ambaye kwamba anakupenda au mnapendana atakusaidia. Wayatika almalakani yas'alanika, kisha watakuja malaika wawili watakuuliza, famadha tujibu wa madha taqulu, ni nini utajibu na ni nini wewe utasema. Fa in kunta fil aishi lillahi taw'an, ikiwa wewe umeishi katika taa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, fafuzta, utakuwa umefuzu. Wanilta najata aljamila, na utakuwa na mafanikio ambayo kwamba ni mazuri. Wa in kunta fil umri abdal hawa, lakini ikiwa katika maisha yako ulikuwa mtu wa hawa na mtu ambaye kwamba hukufuata maamrisho ya Mola wako, fadhuqta al'adhaba wa nudita waila, utaonja adhabu na nudita wailan, watakwambia malaika ole wako. Faya nafsukuni ala hadharin, ewe nafsi yangu, ewe nafsi zetu, ewe nafsi yangu na yako, kuni ala hadharin, kuwa katika tahadhari na kujiandaa na siku hii. Wala tarkani lidhunubi tawila, wala usikae katika madhambi kwa muda mrefu. Fama hadhihi dunya siwa mata'in yazulu kama yazulu dhilalu, na haya maisha sio chochote isipokuwa yataondoka kama inavyoondoka kivuli. Haya maisha sio chochote, yatapotea kama inavyopotea vivuli vyetu wakati ambao kwamba sisi tunatembea. Wamal jam'u wal ahlu wal amwalu, wamal jam'u wal ahlu wal amwalu, na haitakusaidia wewe jamu, kutafuta mali kwa wingi, wal ahlu, na watu wako ambao kwamba unawapenda hawatakusaidia. Siwa raishi tayrin yatiru fayazulu, wewe maisha yako ni kama tu mabawa ya ndege yakipeperushwa na upepo, yanaenda na hayarudi.
tadhakkartu qabri wama fihi min, nimekumbuka kaburi yangu na yale mazito ambayo kwamba yako ndani. Wa dhulmati sadrin thaqilin, na kubanwa kwa kifua kwa hali ngumu. Fabakaitu ala umri dhai'i wa ya laita dam'i yufidu alqalil, na nalia kwa umri ambao kwamba mimi nimepoteza, na laiti kulia kwangu leo katika kaburi kama itakuwa itanisaidia. Haitanisaidia kulia kwangu leo katika kaburi. Faya rabbu faghfir dhunubi wa akhta'i, ewe Mola tusamehe madhambi yetu na makosa yetu. Wa kun li aunan yawma rahili, na uwe pamoja na mimi, unifanyie sahali siku ambayo kwamba mimi nitaondoka. Ahibati fillah, kumalizia, ala innama ad-dunya diyaru baliya, maisha ya dunia sio chochote isipokuwa ni mahali pa kuondoka. Laha ajalun mahdudatun wa umurun, kila kitu ambacho kwamba kiko ndani kiko na expiry date, kiko na siku ambacho kwamba kitaisha. Famaddaru illa kalmarahil rakibin, haya manyumba ambayo kwamba mnaishi sio chochote isipokuwa ni kama msafiri ambaye kwamba yuko juu ya mnyama. Alaiha wa sawfa yartahilu almasiru, anapumzika kisha ataendelea na safari yake. Wamal mautu illa sakratun wa kabatun, na mauti sio chochote isipokuwa ni sakratun, ni uchungu. Wa ghassatul halqi wal uyun ghariru, na mtu kukabwa koo, na mtu kutokwa na macho wakati anapotolewa roho yake. Tara al-ahla hawla al-mayyit yabkuna hasratan, utawaona watu wakati anatolewa yule maiti, yabkuna hasratan wa qalbuhum mawju'un wal-ubur, utawaona watu wakati nyoyo ya yule ambaye kwamba amefariki natolewa, wanalia kwa kumpoteza, wanalia kwa kuwa wao wanampenda. Wa qalbuhum mawju'un, na moyo wao una uchungu wa kumpoteza yule ambaye kwamba walikuwa wanampenda. Faya laita shi'ri kaifa hali indama, mimi sijui hali yangu itakuwaje siku hiyo. Wa ghassatu halqin yunadi almunadu qad hadara almasir, na sijui hiyo siku itakuwaje hali yangu atakaponadi mwenye kunadi kuniambia wakati wako umefika. Tara an-nasa qad hamalu sarira wa khallafu, utaona watu wamebeba kile kitanda cha kubeba yule ambaye kwamba amefariki. Wa qalbuhum mawju'un wal ubur yunadi, afwan akhukum, kidogo macho nimezeka kidogo. Faya laita shi'ri kaifa hali indama, na sijui siku hiyo itakuwaje hali yangu. Yunadi almunadi qad hadara almasiru, atakaponadi mwenye kunadi kusema imefika wakati wako. Tara an-nasa qad hamalu sarira wa khallafu, utawaona watu wamebeba jeneza na wamemzunguka. Khalilan yuwaddi'uhu al-khalilu yasiru, wapenzi wanaopendana wanampeleka mpenzi wao kumsafirisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa yawma yudha'u fil quburi mujarradan bila anasin wa ustuda'u turabu al-qubur, na siku ambayo kwamba wewe utawekwa katika kaburi yako peke yako, hakuna yeyote ambaye kwamba atakusaidia, wala hakuna chochote ambacho kwamba utakuwa nacho isipokuwa ni kumwagiwa michanga. Faya laita dam'i kama yanfa'uni ghadan, natamani ya kwamba machozi yangu yangekuwa yanaweza kunisaidia kesho. Walakin qalilun naf'uhu wa huwa ghariru, wa in kunta maghrunan bizainin diyariha fakam malikin qad kana fiha kabiru, na kama wewe
unaghurika katika huu ulimwengu kwa kile ambacho kwamba uko nacho. Ni wangapi ambao kwamba walikuwa wafalme na leo tumewaacha? Wangapi ambao kwamba walikuwa viongozi, tunawataja tu kwa majina, zamani alikuwa fulani hayuko, zamani kulikuwa na mtu fulani hayuko. Kwa hivyo kama kinachokudanganya wewe ni cheo, wangapi ambao kwamba walikuwa na cheo wameondoka? Na kama kinachokudanganya wewe ni ufalme, ni wangapi ambao kwamba walikuwa wafalme na wameiacha dunia? Madhau kulluhum wal qabru adha mathawiya, wote wameenda na kaburi ndiyo imekuwa mahala pao papia. Lahum wal manaya kulluhunna qudurun sayuqbidu nafsi sakinul arshi qahratan, moyo wangu utarudi kwa yule ambaye kwamba ameniumba. Fayukhraju min baini ad-dhulu'i zafiru, na itotolewa katika hali ambayo kwamba ni ya dhiki na mimi sijaridhika na ile hali. Fayukhruju ruhi karihan, na moyo wangu utatolewa hali ya kuwa mimi nachukia. Moyo wangu unatolewa hali ya kuwa mimi nachukia. Kaanna jasadi fihi hadidun wa nuru, wakati wa kutolewa kwake ni kana kwamba mwili wangu umefungwa na cheni za hadid, cheni za chuma, alafu kila mtu anaivuta. Fa aina alladhi yanfa'u minni sihabuhu, ni yupi leo itanisaidia mimi urafiki wetu? Yupi leo atanisaidia? Zamani ilikuwa ukiguswa unauliza watu, unajua mimi ni nani? Mtu akikusimamisha kidogo unawaambia, wewe unajua mimi ni nani bwana? Sasa leo mshairi anakuuliza, fa aina alladhi yanfa'u minni sihabuhu, yuko wapi ama ni nani ambaye kwamba leo urafiki wetu mimi na yeye atanisaidia? Wa aina amaniyi wa aina sururu, na iko wapi hope yangu na majivuno yangu ambayo kwamba nilikuwa nao, yako wapi leo? Fala khayla yanfa'u wala sayfa yantaqadi, leo hakuna kitakachonisaidia. Khayl, hakuna gari ambayo kwamba itanisaidia, mali ambayo kwamba nilikuwa nao hainisaidii. Zamani ilikuwa watu wakikwambia kitu unashikilia pistol, watu wakikuongelesha na waambia mimi nitapigia simu moja na my friend utanitambua. Leo iko wapi bunduki yako? Iko wapi wale watu ambao kwamba ulikuwa ukiwapigia simu unaweza kuwadhalilisha wale ambao kwamba unataka kuwadhalilisha? Leo iko wapi hiyo simu yako? Na wako wapi hao watu ambao kwamba ilikuwa unawatumia kuwatishia watu wengine? Anasema wa aina amani wa aina sururu, fala khayla yanfa'u wala sayfa yanqadhi wala ad-duru tabqi wala al-qusur, yale majumba yako ambayo kwamba umejenga na kasri ambayo kwamba ulikuwa nao yako wapi leo? Atazkuru qabri hina uda'u wahda, je, unakumbuka wewe kaburi yako vile ambavyo kwamba utawekwa peke yako? Wa hauli samat, na katika ile kaburi kila kitu kimenyamaza, hakuna anayekupigia kelele, kumenyamaza. Wal hawamu taduru, na wadudu wanatembea wanapotoka katika ile kaburi, wanatembea wanakula wanachotaka, wanakula sanda yangu, wananila mimi, wanatembea katika masikio yangu wanapotaka wao, na hakuna kitu ambacho kwamba mimi naweza kufanya. Idha saala almalakani ma kunta ta'bud, wakikuuliza malaika wawili ulikuwa unaabudu nini? Wama dinuka almukhtaru mal Qur'an nuru, na ni dini gani ambayo kwamba ulichagua? Na je, Qur'ani ambayo kwamba ulipewa kama umefanyia kazi? Fa in kunta fi dunya muti'an li rabbi, ikiwa wewe katika dunia ulikuwa ukimtii Mola wako, fa anta sa'idun najihun masrurun, basi wewe umefuzu na umefaulu na mambo yako yatakuwa rahisi. Wa in kunta asiyan ghafilan an tariqihi fa anta shaqiyun halikun maghburun,
Na wewe ikiwa wewe ni mwenye kumwasi Mwenyezi Mungu na ukafa katika hali hiyo, basi ujue ya kwamba wewe ni muovu, alafu umepotea na utaenda kukutana na adhabu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Faya nafsu tubi qabla yawmin muajjalin, ewe nafsi yangu tubia kabla ile siku ambayo kwamba utakutana na Mola wako. Fa innaki mawqufatun wa yubla sutur, kwa sababu wewe utaenda kwa Mola wako na itaondolewa pazia, yale yote ambayo kwamba ulikuwa ukiyafanya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atayaona. Wakuni ala dhikri almanaya wa kaifa madat, hii ya mwisho kabisa. Wakuni ala dhikri almanaya wa kaifa madat, na uwe katika hali ya kufikiria kifo na namna utakapoondoka. Alafu mshairi anamaliza anasema, quyudul anami wa khallaful qubur, angalia wale watu ambao kwamba wameondoka hawajaacha chochote isipokuwa ni majina yao na makaburi yao. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع مجيب الدعوات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. قم الصلاه.